Mungu ametupea muda mzuri na apewe sifa. Tunashukuru Imana kwa muri tori ya Sorowamu. Tunashukuru Mungu katika kanisa hili la Sorowamu. Kanisa nini? Kanisa kubwa. Ni kama matori. Ni kama makanisa mawili madogo. Hayo kama matota. Ambayo sio madogo sana. Imani ya kuchwayo. Mungu wa mbinguni apewe sifa. Tunashukuru Imana kuko bemeye. Jambo la pili, tunamshukuru Mungu kwa kumkubali ili tuweze kufanyia kongamano hili. Tunanyenyekea mbele za Mungu awabariki sana. Viongozi wa waombezi, Mungu awabariki na Mungu awabariki sana. Wachungaji ambao hawapendi kushiriki, tutakuwa tukiwapata kwa makanisa yao tukiwa tumewatembelea. Tunakuridhie na Mungu aweze kutusongesha hatua. Mungu atuondoe katika udhaifu. Neno ambaye kiongozi wa ibada amesoma alikuwa anakemea kwa wale ambao wanaharibu mpangilio. Hapa alikuwa akisongelea udhaifu. Mzee hapa Kongo nilikuwa tunamtia karibu sana katika kongamano na Mungu akubariki. Tutasoma katika kitabu cha Zaburi, si mahali pagumu sana. Zaburi ambayo ni kitabu cha kumshukuru Mungu. Umekuwa na udhaifu wa kuja kushiriki jioni kwa kuwa ni kanisa mpya, inawezekana wana fundraising. Hao tunawakemea ngoja wajasikiliza. Mungu awabariki nyinyi ambaye mtakuwa na uoga. Ngawaje hakuna mchango hiyo, bali nawashukuru kwa kuwa hamjaogopa. Tusome kitabu cha Zaburi ya 84 na mstari wake ni wa 6. Nasema heri walio na nguvu, heri walio na roho za njia za kuelekea Sayuni. Kipita katika mlima wa bonde, kibadilisha mahali pa chemchemu. Na mvua ya baraka, wanaenda wakijazwa nguvu, na kila mtu mmoja wao aonekane katika uso za Mungu wa Sioni. Amen. Mungu awabariki wote. Tuzungumuze neno hili na kumshukuru Mungu. Wageni mmetoka mmoja, tunawakaribisha sana. Nilifikia kwa kuwa tutaanzana na Kisirimba, nikaona tukianzana na Kisirimba tutachelewa, alafu inaweza fanyika baadaye. Nimewafurahia sana. Tuzungumuze neno la kumshukuru Mungu.
Neno hili nilifikiria last week. Nikapata ni neno la nguvu. Nikapata ni neno ambalo la nguvu katika Biblia. Nikapata ni neno lina nguvu katika lengo la mwanadamu. Nikapata ni neno kubwa sana. Mungu ambaye amekusudia kwa mwanadamu. Zaidi ya mambo mengine yote tunayotarajia kumshukuru Mungu. Ni jambo muhimu Mungu anatarajia kwa mwanadamu. Na ni hilo jambo limechukua number 1. Na ndio sababu nimetaka tusome leo. Na tuliweza kuligeuza kuwa maisha. Tujiige kushukuru. Si neno la kukaa sana. Na kuzungumza kwa ufupi. Bali tuishi maisha ya kushukuru. Tuishi maisha marefu ya kumshukuru Mungu. Daudi akasema, roho ya kumshukuru Mungu. Nani shukuru Mungu. Usisahau yote aliyokutendea. Na yale utakayofanya. Pamoja na magonjwa yako yote. Aweze kukomboa maisha yako. Ili asiweze kuangamia. Zaburi hii ni wana wa Kora wengi. Na wakasema heri walio na roho za wakifika katika bonde la mauti. Hapo wanaanza kuomba shukrani. Wakifika katika shida, hapo wanaanza kurudi Sayuni. Hapo wanaunda Sayuni. Kwa kuwa Sayuni ni nafasi ya kuabudu Mungu na kumshukuru. Ni mahali pa kuabudu na kusifu. Na akasema walio na roho za njia kuelekea Sayuni. Wakipita katika bonde la mauti, hapo wanajiunga, wanabadilisha mahali pa kuabudu. Hao walipata wakiwa katika nyakati za kuabudu na kusifu, ambayo alikuwa ni nyimbo Asafu. Alipoishi katika muda wa kuabudu na kusifu, aliomba ombi. Akamwambia Mungu, shika macho yangu ya juu na ya chini, ili nisiweze kufunga nipate uzuri wa Mungu. Alikuwa anataka kukaa katika uwepo wa kuabudu na kusifu. Ni hicho Mungu anakusudia. Paulo akamwambia Wathesalonike, muombe bila kukoma. Katika yale yote maisha, endeleeni kumshukuru Mungu. Hakuna jambo lingine Mungu isipokuwa kumshukuru. Tusataramana Ramera Mose Yesena satarani. Ambaye anatoa nyimbo hiyo tusaidia. Hosana Hashimu Fate mikrofoni. Tumusabe kwa Yesu. Tumuinulie Mungu tukufu. Apewe sifa Bwana wa Bwana. Kile Mungu anakusudia nini ndani ya Yesu Kristo ni kumshukuru. Tena Mungu alitenda mambo yote. Hata akatenda jambo muhimu ili pasikose mtu wa kumshukuru. Mungu akamtoa Yesu Kristo ili pasiwe mtu atakuwa na sababu na kumkosa kusababisha zishukuru. Kwa kuwa wewe katika maisha ukipita katika maisha tofauti, hayo yote Mungu alikuwa akamtoa Yesu ili pasipatikane mtu wa kutoa sababu. Hakuna sababu ya kusababisha usimshukuru Mungu. Kwa kuwa Mungu alimtoa Yesu Kristo. Heri walio na nguvu kwake. Heri walioishi katika nyumba yake. Hao wanaendelea kukusifu bila kukoma. Heri walio na roho za njia za kuelekea Sayuni. Wakipita katika bonde la mauti, hali pa chemchemi.
tumweze tuwe Yesu Nazareti. Tumpe nguvu. Turakurindiriye Anasazeo. Turakurindiriye Anasazeo. Turakurindiriye Anasazeo. Turakurindiriye Anasazeo. Tumuzamu tuwe Yesu. Yesu alikuwa ni mwalimu wa kufunza. Hakuna jambo lolote aliweza kulifanya bila kumshukuru. Alikuwa akisema Baba ushukuriwe. Mungu muumba wa mbingu na nchi. Nakushukuru kwa kuwa haya yote umeyatenda. Ili jina lako lipewe sifa. Anasazeo. Turakurindiriye Anasazeo. Turakurindiriye Anasazeo. Tumwilie Mungu aliye mshindi. Apewe sifa milele na milele. Yesu aliyeshinda shetani na akashinda kifo na mauti. Ni shida gani unayo ambayo inakusababisha usimshukuru Mungu? Ni ugonjwa gani unayo ambayo inakusababisha usimshukuru Mungu? Ni nini unatarajia ambayo inakusababisha usimshukuru Mungu siku ya leo? Ni nini Mungu hakutenda kwako ambayo inakusababisha usimshukuru? Paulo akamwambia Wagalatia, akamwambia nani aliyewaroga ili usimsifu Mungu? Mlianza ya kiroho bali mmekamilisha na ya mwili. Yale ya roho ya kumshukuru Mungu, yale ya mwili ni kuyakemea. Wanaoongozwa na hasini za mwili hawamshukuru Mungu, bali wanaoongozwa na Roho Mtakatifu hao wanamshukuru Mungu. Waliotumiwa kwa mambo makubwa ni watu walichukua muda wa kushukuru. Katika udhaifu uliweza kudhihirika kwa wale wa kwanza, nguvu zilidhihirika kwa wale wa kwanza. Shujaa wa kuamini Biblia ambayo inasema ni watu waliweza kupanda katika shukurani. Ni watu waliweza kuwa na nguvu kwa namna ya kumshukuru. Kitabu cha Yohana mlango wa 3, kushukuru kwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni kusema, kunyamaza kwa kile Mungu alichokitenda. Na kile Mungu alichokitenda ni kumtoa Yesu mwana wa pekee, ili kila mwaminie asiangamie. Na kutangaza kazi Yesu alizotenda. Namna ya kumshukuru Mungu ni kutoa sadaka, ni kutoa kwa yale ulionayo kwa kumshukuru. Si kwa sababu useme nimetoa roho na kwa yale umesababisha nyumbani. Hapo ni kutokutaka kuingia katika mambo ya kushukuru. Kipaji cha tatu ni kushukuru Mungu. Watu wakiimba zaburi, wakiimba nyimbo zilizoundwa na Roho Mtakatifu, wakitangaza kazi nguvu za Mungu, wakisema kushukuru bila kuimba nyimbo za machozi, za kutoa machozi hivyo. Sasa madeni maombolezo, sorry.
Mzamuri chwa Yesu. Mwinulie Mungu tukufu. Haleluya. Sasa ndani. Ndio Mungu anachukua kwa Oya tunawamusha. bado haijakuwa mrefu. Katukanishe kumuso. Acha tuelekee katika tamati. Umwanya wo gushima Imana, Muda wa kumshukuru Mungu niwo mwanya Imana itazikura mu muntu. ndio muda ambaye Mungu amuondoe mwanadamu. Imana igiye gukura mu bihe byo gushima. Mungu hawezi kuondoka nyakati za kushukuru Wala kandi kazi yabonye kushaka kukutuma. na ikisababisha kuna kazi nyingine imepata ili iweze kukuelekeza ndani. Ariko mu itorero wagize umurimo runaka udafite gukora, Bali katika kanisa kukipatikana kazi ambayo haina ya kuifanya. ufunga wao wanatora baadhi Wachungaji wanastahili kuchagua wale kama Sasa Mungu kwa Mungu wa mwanya kubikeka. wanachagua mtu ambaye wakufanya kwa Ariko umwanya ukonyera guhimbaza Imana mu mashari. bali kwa wakati wa kumsifu Mungu katika shukrani Ngo numwanya Imana ishaka mu muntu. ni muda Mungu anataka mwanadamu. Bariko bakubitokera kuzikomeza. Ingawaje kujitokezea kazi hiyo kama gani, Imana igiye gukura muri uwo mwanya. Mungu hawezi kuondoka katika kazi hiyo kuelekeza pale pengine. Ikijyo bihano. Hiyo ni kanuni. Imana ishaka kusoma gushima. Mungu anatutaka kwa kushukuru peke yake.